Leo nami ngoja nizungumze kidogo juu ya mambo ambayo kwa sasa imekuwa ni mtanziko katika mitandao na katika jamii kuhusiana na single mothers. Si kila single mother amekuwa single mother kwa sababu mbaya kama ambavyo tunazitazama katika jamii na kuzisema katika mitandao. Nipende siku ya leo kuwaeleza ya kwamba kuna sababu ziko nyingi. Mimi binafsi katika utumishi, mimi ni mchungaji, lakini pia ni mshauri nasaha. Katika kazi hii nimejifunza mambo mengi sana na yameninyenyekeza sana, kiasi cha kunifanya nisiwe mwepesi kuhukumu haraka kwa mambo ambayo ninayaona. Kuna sababu kama 10 hivi ambazo ni sababu chanya. Siku moja nitakuja nieleze pia sababu ambazo ni hasi zinazopelekea hawa wanawake kuwa single mothers. Sababu namba 1 ni sababu ambayo inaeleweka. Kuna wengine ni single mothers kwa sababu waume zao walikwisha kufariki. Haipingiki. Waume zao walikwisha kufariki. Kwa hiyo ni single mothers, wanapambana na maisha hapa na pale, kutunza watoto wao, kuhakikisha watoto wao wanasoma, wanafikia njozi fulani ambazo weza walizipanga wao pamoja. Lakini pia kuna sababu nyingine. Kuna wengine walitelekezwa na waume zao kwa sababu mbalimbali. Kuna wengine unakuta ni wanaume tu, tamaa. Mume akaamua kuacha mke huyu akaenda kuoa mwanamke mwingine kwa tamaa zake binafsi. Maana pia kuna wanaume wenye tamaa. Kwa hiyo badala ya kuchukua hatua ya kuwasema single mothers kwamba wana tamaa, yes, tutakuja kuzungumza hayo pia upande wa pili wa shilingi. Lakini pia kuna wanaume wenye tamaa, kwa sababu ya tamaa zao wameacha wake zao wakaenda kwa wanawake wengine. Wengine kwa sababu za kiuchumi wakatelekeza familia zao wakaenda kutafuta maisha sehemu zingine, wakapotelea huko bila kurudi. Nina ushahidi pia katika ukoo wetu. Kuna ndugu yetu mmoja ambaye alimtelekeza mke wake, yapata miaka 30 sasa. Watoto ni wakubwa kabisa, miaka 30 toka mwaka 95 mpaka leo, na mke hana kosa lolote, hakuna chochote. Lakini zaidi sisi wana ndugu tunajua ya kwamba yule mwenzetu kuna mahali alipunguka, lakini yupo. Hatujawahi kusikia kwamba na mtu yoyote wala kusingiziwa michepuko na kitu chochote kile. Yupo, anatunza watoto wake mpaka leo, na mwanaume hajaonekana mpaka leo. Katika jamii waweza kusema huyu huyu single mother amelaaniwa, lakini si kweli. Sababu zingine zinatokana na wanaume, lakini pia kuna sababu nyingine. Kuna kipigo hatarishi na kutishiwa kuuawa. Kuna wanaume ambao ni makatili, wanapiga wake zao na ili hali makosa ni yao wenyewe. Kwa hiyo tuyatazame pia kwa mapana na marefu mambo haya. Kipigo hatarishi na kutishia kuuawa ni vitu ambavyo hata serikali imekuwa ikiingilia kati katika vitengo mbalimbali, katika vyombo mbalimbali ambavyo imeviweka ili kuweka mambo haya yakae sawa. Kwa hiyo tulitazame pia hilo.
Kuna kitu kingine, kunyanyaswa kingono. Haya ni mambo tunakutana nayo katika kazi hizi ambazo Mungu ametupatia kuzifanya. Kuna wanawake wengine wananyanyaswa kingono, wanalazimishwa kwenda kinyume na maumbile kwa kipindi kirefu. Anafika mahala mwingine anasema sasa hii yatosha, ni heri kuwa na utulivu tu, nikae peke yangu nione maisha yangu atakavyokwenda, huenda labda mwenzangu atabadilika baadaye. Kwa hiyo anakuwa single mother kwa sababu hiyo. Kuna mambo mengine hayapingiki, ni kama haya sasa, na ni moja ya mambo ambayo pia Mungu anayachukia. Ndiyo aliyopelekea hata gharika, ndiyo aliyopelekea Sodoma na Gomora kuchomwa. Mungu anayakataa. Lakini pia kuna sababu nyingine, kuna matapeli wa mapenzi. Unakuta mwanaume ameoa mke huko, anaenda sehemu nyingine ambako hawamfahamu, anamtamani binti, anamuoa. Maisha yanaendelea, baadaye binti anakuja kugundua kwamba kumbe ninaishi na mume wa mtu. Baadaye anachukua uamuzi wa kuishi peke yake, kwamba sasa kumbe nilivamia ndoa ya mtu, na mimi wedha ni Mkristo, natamani kuwa na mji wangu mimi mwenyewe. Anaacha. Wewe ukimuona utasema huyu ni single mother, amelaaniwa, hafai kwa lolote. Si kweli. Na Mungu atusaidie katika jamii juu ya mambo haya. Tusiwe wepesi kuhukumu. Kuna mengine hatuyafahamu nyuma ya pazia. Lakini pia kuna jambo lingine, kuna malezi mabaya tokea kwa wazazi na walezi. Unaweza kumhukumu mtu vibaya, lakini ndivyo amelelewa sasa. Amelelewa katika namna hiyo. Na yakaona ni jambo la kawaida, wewe unakuja unamhukumu. Yanaona kitu cha kawaida. Hili pia litafakari kwa akili ya mbali. Lakini pia kuna sababu nyingine. Kuna kufanyiwa juju na ushirikina ili kuachika. Tunaishi katika ulimwengu mbaya uliochanganyikiwa. Kuna watu nakuta wanaishi, wako pamoja, wameoana, wanaishi vizuri kwa amani, mafanikio tele, wanapiga hatua, wanafanya vitu vya maendeleo, wajenga nyumba, wananunua magari, wanasomesha watoto, wanafanya vitu fulani, miradi mbalimbali. Kuna watu wengine tu ambao wanakuta wanakuwa na wivu kibinadamu ambao unachochewa wakati fulani na shetani pia. Wanafanya juju kuvuruga tu ndoa ya watu ambao wanaishi vizuri. Kuna wanawake wengine unakuta anapambana na vuruga ndoa ya mtu kishirikina ili kwamba aweze kuingia hapo, au tu mambo yaharibike. Ndio furaha, tunaishi katika ulimwengu huo. Lakini pia jambo lingine la 8 ni mikosi ya kiukoo na familia inayotokana na pepo mchafu kuivuruga familia na ukoo kama matokeo ya wazazi kujihusisha na umizimu na ushirikina. Kuna koo zingine unakuta mababu walikuwa wanaabudu si kwenye mawe wapi huko, wanapiga dua huko, wanamwabudu shetani, wanafanya mambo ya umizimu, na ambayo mpaka leo wakati fulani yanaendelea, na mimi pia nayakemea sana. Matokeo inakuwa ni kwa watoto wanaofuata, maana tayari wazazi wanakuwa wamefungua mlango wa shetani kufanya mambo yake katika familia na ukoo. Na mara nyingi shetani huwa avamii tu hivi, ukimpa nafasi anaingia, anafanya uharibifu. Hujawahi kuona kwamba wakati fulani unakuta shangazi singomaza nani iko hivyo, unaona huo pepo na kwenda hivyo. Kuna nguvu ambayo inatenda kazi juu ya uwezo wa hawa watu kumudu kibinadamu. Wanajikuta tu wapo katika hali hizo. Anaishi na mume wake vizuri, baadaye anajikuta tu yuko katika hali hiyo. Lakini jambo lingine la 9 ni magonjwa ya zinaa. Unakuta mwanamke wa watu yuko hapo na watoto wake, ni mwaminifu, anawatunza watoto, anaishi vizuri, yuko hapo. Mwanaume ni kiruka njia, anapambana na michepuko huko,
tembea huku na kule mitaa, na kata mbuga huku na kule, tembea na wanawake huku, tembea kisafiri huku na mwanamke yuko huku na kule. Mara hiyo imetokea, akapata magonjwa ya zinaa huku, na mwanamke anagundua mapema, yeye yuko salama, mwanaume yuko hivyo. Anasema kwa kweli mimi siwezi kuendelea kuishi na mwanaume ambaye ni mzinzi na mwasherati. Siwezi kuendelea na mwanaume ambaye ana magonjwa. Anachukua hatua ya kuweza kuishi peke yake, iza kulea na watoto, na na uwezo wa kujimudu hivyo. Sasa wewe utamuona pembeni huko, unasema ni single mother, amelaaniwa, ili hali anakutana na mazingira kama hayo. Jiweke kwenye viatu vyake. Jiweke kwenye viatu vyake. Lakini pia jambo la mwisho ni hili, ni mikakati ya shetani. Ni jambo la 10. Ni mikakati ya shetani kuhakikisha anavuruga taasisi ya ndoa na mahusiano katika ulimwengu huu. Na ameanza tangu muda mrefu, na ni jambo ambalo atakuja kulidumisha kwa nguvu nyingi sana kwa kadri tunavyoelekea mwisho wa wakati. Hii dunia inakoelekea ni kama vile Sodoma na Gomora, ni kama vile kipindi kile cha gharika, kipindi kile cha kabla ya gharika, antediluvians, kipindi cha kina Nuhu. Mambo haya machafu yaliendelea, na sasa shetani anaendelea kuyachochea hivyo, kuvuruga, kufanya ulimwengu ufikie mahali pabaya. Kwa hiyo tunapaswa kuwa chonjo sana. Ukiwa na ndoa yoyote napata shida, usihangaike kwanza kuwatuhumu watu na vitu vingine. Nyuma ya pazia yupo shetani, ameweka mikakati ya kila namna. Hakuna nyumba duniani kote ambayo yuko salama. Shetani yuko hapo, mapepo yako hapo, vikosi na vikosi viko vimetawanywa kila sehemu. Ndio mission ya shetani duniani kote. Kwenye kila korido ya nyumba, kwenye kila nyumba, shetani yupo na majeshi yake, anatenda kazi kuhakikisha kila nyumba inasambaratika kabisa 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 kabisa, inaharibika kabisa kabisa, na kuleta uchungu duniani kote. Watoto wawe na huzuni, wazazi wawe na huzuni, wasiwe na furaha. Hizo ni sababu za shetani, ni mikakati ya shetani. Kwa hiyo wakati fulani, sababu nyingi sana zinazotokana na usingomaza na mengine mengi, lawama zote tumpatie shetani. Tuuchukie usingomaza, tuwapende single mothers, kwa sababu wengine, sababu zinazowafanya wawe hivyo ni kama hivi nilivyozungumza. Lakini zaidi, tusihukumu. Neno la Mungu linasema tusihukumu katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 7 fungu la 1 mpaka la 2, inasema msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Fungu lile la 2 inasema kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakavyo hukumiwa, na kipimo kile mkipimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa hiyo tuwe makini sana na maneno yetu, tusiwaseme vibaya single mothers. Najua pia kuna sababu hasi ambazo wakati fulani Mungu akinipatia nafasi nitazungumza. Pia kuna single mothers wanakuwa single mothers kwa sababu ya sababu zingine ambazo ni mbaya. Nitasema kwa wakati mwingine, Bwana akinijalia. Lakini kwa hili ninazungumza kwa ujasiri wote ya kwamba single mothers hawajalaaniwa. Tunaishi kwa neema. Ni damu ya Yesu Kristo tu inatusitiri. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, na hata kuokolewa tutaokolewa kwa neema. Asiwepo mtu ambaye anajivuna kwamba mimi hapa ni mtakatifu, mimi nimekamilika. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Licha ya kwamba neema inakataa mambo yote mabaya, ni moja ya sifa za neema, lakini tunaokolewa kwa neema, si kwa matendo ya sheria. Kwa hiyo tusifike mahala pa kuhukumiana, kusemana vibaya katika jamii, kutukanana vibaya, huyu ni mdhambi, huyu ni mbaya, huyu ni mrevi, huyu ni kahaba, huyu ni nani, huyu ni nani. Tupendane, tuichukie dhambi, tumpende mdhambi, na ndivyo Mungu anavyopenda. Mungu na wabariki nyote kwa jina la Yesu, amen.